Wafanyabiashara wengi wa online pamoja na content creator wengi sana hawajui kutofautisha aina hizi tatu za maudhui. Kuna aina tatu za maudhui ambazo ukiweza kuzitumia vizuri utaweza kwenda viral, utaweza kuuza bidhaa, lakini pia utaweza kuwin trust ya watu. Aina ya kwanza ya maudhui ni aina ya maudhui ambayo yatakusaidia sana wewe kuweza kwenda viral. Aina hii ya maudhui ni yale ambayo huwa yanaleta ukakasi kwenye jamii. Maudhui hayo ni yale ambayo yanazungumzia kitu ambacho kwenye jamii kinaonekana kama vile hakiko sawa. Haya maudhui yatawaleta watu wengi sana ambao watakuja kucomment, kutoa maoni yao kwenye sehemu ya comment. Kwa maana hiyo, akaunti yako ama video yako hiyo ambayo umeiposti itaenda viral ama itawafikia watu wengi zaidi. Kwa hiyo hii ni moja kati ya mbinu ambayo unaweza ukaitumia kwa ajili ya kukuza akaunti yako. Hii itakusaidia sana. Aina ya pili ya maudhui ni yale ambayo yana add value, maudhui ambayo yanatoa elimu, maudhui ambayo yatakusaidia wewe kuwini trust ya watu ambao wanakufuatilia. Ni kwa sababu haya maudhui yanatoa msaada, yanatatua matatizo ama changamoto za watu ambazo wanazipitia kwenye engo fulani ambayo wewe umeamua kwenda nayo. Kwa hiyo utakuwa unatoa suluhisho kuhusiana na mambo ambayo wanayapitia ama changamoto ambazo wanazipitia, hivyo wanakuamini wanapopata matokeo kulingana na elimu ambazo unazitoa. Aina ya tatu ya maudhui ni maudhui ambayo yanauza, selling content tunasema, maudhui ambayo yanaweza yakasaidia wewe kuuza bidhaa zako. Kwa hiyo haya ni maudhui ambayo yanaonyesha zaidi transformation ambayo mtu ataipata endapo atatumia huduma au bidhaa yako, au transformation ambayo aliipata mtu fulani baada ya kutumia bidhaa zako. Hivyo utaweza kuuza kiurahisi sana ukiweza kutumia maudhui ya namna hii, transformation content. Kwa hiyo hakikisha unanifollow na hakikisha unauliza swali lako kwenye sehemu ya comment. Share video hii kwa watu wengine pia na wenyewe waendelee kujifunza, na kama una swali uliza kwenye sehemu ya comment. Hakikisha unanifollow kwa sababu yako mengi ya kujifunza, kama wewe ni content creator au wewe ni online business.